Hata Mwenyezi Mungu alipoharamisha zinaa hakuiharamisha kwa sababu sisi tutafaidi. Madhara ya zinaa ni makubwa kwa sababu inajenga chuki, uhasama na ugomvi baina ya jamii. Mwanadamu kaumbiwa kupenda, na miongoni mwa vitu alivyoumbiwa kupenda mwanadamu ni vitu hivi. Zuyinati linnasi, Mwenyezi Mungu anasema kawaumbia wanadamu kupenda dhahabu, fedha na wanawake. Fedha, dhahabu na wanawake ndio kitu Mungu kaumbia kupendea mwanadamu, anakipenda sana. Ndio maana mtu anaweza kupigwa risasi kwa ajili ya pesa. Ndio maana mtu anaweza kuuawa kwa ajili ya dhahabu, kwa maana ya vitu. Na ndio maana mtu anaweza kuuawa kwa ajili ya mke au mwanamke. Mtu anafikia mahala na kwenda kujitundika kwa sababu kasikia fulani katembea na mke wake au katembea na mumewe na kwenda namwagia maji. Yani ule utu unaondoka, ile busara na subira zinaondoka kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi ni kitu kikubwa. Nguvu ya mapenzi inazidi nguvu ya mawimbi wala ya upepo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipokataza zinaa alikuwa anajua kwa sababu zinaa inaondosha umiliki. Ndoa inatengeneza umiliki. Ndoa kazi yake ni kutengeneza umiliki baina ya jinsia mbili ili wapate maisha ya pamoja. Zinaa inaondoa umiliki, inaruhusu chovya. Yaani mtu anaweza kuwa na huyu kesho akachovya na yule. Achilia mbali kwa zinaa pia inakwenda kumdhalilisha mwanamke kwa sababu mwanamke ndio anakwenda kuchovya. Watu wengi wanamwona ni kiumbe asiye na thamani. Mwenyezi Mungu amekataza zinaa kumlinda mwanamke pia asiwe kama vile chombo cha starehe, asiwe kama vile pumziko la muda la watu. Mtu akiwa na stress atafute mwanamke aondoe stress zake afu aendelee. Mwanamke ni kiumbe cha thamani. Kwa hiyo vile vyote Mwenyezi Mungu alivyoviharamisha ameviharamisha kwa faida ya wanadamu.